mdahalo kwisha, sasa tuko katika chumba hiki cha VIP pamoja na washiriki ambao wamewakilisha vyama vyao, na sasa hivi tunachojadili ni kujaribu kwanza kabisa kuelewa kwamba, sijui kwa wenzangu ambao mlikuwa ndo mmekaa pale mbele na kupokea maswali mbalimbali, kuna kitu gani ambacho mmekiona si cha kawaida au ambacho mmekifurahia au ambacho kimewashangaza? Labda tuanze tu na Bikesi. Kwa sababu mazingira yaliyokuwepo, niliona kwamba tulikuwa tunazungumza na wanafunzi, na mimi nikiwa kama mwalimu ilinionyesha waziwazi kiwango cha elimu yetu. Kwa hivyo, kwa sababu maswali mengine pengine yule mtoa swali alikuwa lugha yake anayotumia alikuwa ana assume vitu fulani. Kwa hivi maswali yale alikuwa na maneno ambayo mimi kama mwanasiasa naona amechanganya vitu vingi kwa wakati mmoja, kama kusema kwamba je, unadhani chama kimoja itakuwa hivi? Ni kwamba je, anaelewa demokrasia ni nini? Anaelewa kama hicho. Je, anajua katiba yani katiba inatengenezwa vipi? Anajua je kwamba, kwa hivyo unajua kwamba moja kwa moja niliona kile kiwango fulani cha elimu, na ndio sababu ikafika kwamba swali moja aliposema utahakikisha vipi kila mwananchi, nikaona hapa ngoja sasa nimrudishie lile swali. Kwa hivi nilichojifunza kwamba kiwango chetu cha elimu hasa kwa wanafunzi kwa kweli kiwango kimekwenda chini. Na naona kwa Bwana Makatobo ulikuwa nakubaliana nacho hicho ambacho amezungumzia hapa Kesi, kwamba swala hili la elimu au ni jinsi swali lilivyokuwa linaulizwa inaambatana. Nilikuwa namunga mkono kwa sababu unaweza kweli hata hujasoma na hujapata elimu iliyo nzuri, lakini unapokuja kwenye mdahalo unapasa kuwa msikivu. Hiyo ni kwa aliyesoma na ambaye hajasoma. Nasema hivyo kwa sababu mmoja umesema kitu ambacho kimekushangaza na kufurahisha. Ndio. Jambo ambalo limenishangaza linaoana na huyu ni kwamba maswali mengi yalikuwa yanajirudia. Kwa hiyo ni kwamba hawa hata watu sio wasikivu. Tumerudia sana kuelezea kuhusu uzalendo. Dadangu hapa ameelezea uzalendo kwamba hata hatuna definition ya uzalendo. Wengine wamejaribu kuelezea. Sasa mtu anakuja anauliza swali lile kwa maana sio kutokana na kwamba alikuwa amesema kwa dada kwamba tatizo hatujaelewa vizuri maana ya uzalendo. Tunaona tu watu wanataka uzalendo, lakini hatujajua uzalendo una maana gani. Sijui Bwana Rajab, tutarudia kwenye hiyo swali, lakini Bwana Rajab, kuna kitu ambacho ulikuwa hujakifurahia au ambacho kimekushangaza au ambacho kimekufurahisha? Asante. Mimi siko mbali sana na dada. Hivi sasa wale tuliwategemea waliokuja ni wanafunzi wa chuo kikuu. Ndio. Kwa maana ni watu wenye upeo. Umeelewa? Maana wanafunzi kwa ni mwananchi wa kawaida hana upeo, angeweza kuuliza maswali yaliyokuwa hayajaeleweka. Kisha wanafunzi wa chuo kikuu ndio viongozi wa kesho. Kwa maana hiyo tuangalie, nafikiri mfumo wa hivi vyuo vya ualimu, hawa walimu wanaowafundisha hawa wanafunzi na wanawalaki. Mawazo yako au kuna kingine ambacho umekigundua Bwana Joy? Mimi ninachokifahamu ni kwamba ile tunasema ni social structure. Ni kwamba yale matokeo hayakutokea yenyewe, yalitengenezwa iwe hivyo. Kwa hiyo hatuwezi kama mwanafunzi kusema kwamba labda amekuwa na low IQ. Hapana. Ni structure function reason. Kwa hiyo ni mfumo, tatizo la kimfumo. Ni mfumo umekuwa structure kwamba tujenge taifa namna hii. Ni taifa tu lilikuwa linajengwa kwa njia hiyo. Lakini labda sasa turudi kwenye swali hili la uzalendo. Kitu ambacho tulikigundua, tumepata maswali wakati tulikuwa tunaendelea kupokea maswali. Na maswali mengi tulikuwa tunaona, kwa mfano kwa upande wa CMS mtu anauliza, je, ni kwa nini leo hospitali hakuna dawa, shuleni madawati, vitabu hakuna? Anasema hakuna haki kwa maskini asiyekuwa na pesa. Na huyu ni mmoja tu ambaye ameuliza. Wengi sana unakuta kwamba wanalalamikia hali ya kiuchumi na wanaihusisha na swala la utaifa. Je, kuna uhusiano gani kati ya swala la uchumi na swala la utaifa? Namkaribisha yoyote ambaye anaona kwamba hili swala linapokuja swala la utaifa haiviendani na hali ya kimaisha ya wananchi. Vinaendana na
mapenzi ambayo watu wanayo kwa ajili ya taifa lao, utamaduni wao wanaopenda, kitu wanachokienzi hata kama ni maskini. Na mara nyingi hata maendeleo hata ya kiuchumi yanaanzia kwanza na mapenzi yako kwa taifa lako. Hatuanzi na utajiri, hatuanzi na maisha mazuri, tunaanza na mapenzi kwa ajili ya taifa lako. Utaifa ulionao ndio unaoleta maisha bora, ndio ambao unafanya uchangie kwa ajili ya nchi yako, kitumia kipaji chako, usomi wako au chochote utakachopata. Lakini kwa nini unakuta kwamba moja kwa moja tukijaribu kuzungumzia, watu wanaona kwamba tatizo la utaifa ambalo nalizungumzia, kwa mfano hapa anasema mashirika makubwa ya umma kama TRA na hospitali itayashughulikia vipi? Kwa hiyo inaonekana kabisa kwamba hajajikita kwenye swala la utaifa moja kwa moja, lakini kuna sababu ambapo wananchi labda wanaona kwamba hili swala ni muhimu, ya mapato, ya umaskini, au itakuwa ni ule utofauti mkubwa. Okay, pengine sema kwamba unapozungumzia utaifa, naona kwamba inaendana kwamba je, unalipenda taifa lako? Taifa lako ni nini? Ni kila kitu kilichomo ndani mwake, lakini hasa ukianza na lile la wewe mwenyewe binafsi, kwa sababu unajua maumivu gani ya kuwa katika huu mwili. Je, unawapenda vipi wale wanaofanana na wewe na yale mazingira yako? Hasa kwa hivi, ili uweze kufanya hili lazima kuwe na utaratibu katika jamii. Utaratibu wote lazima unakuwa unasimamiwa. Kwa hivyo unasimamia vipi? Viongozi wetu wa kijamii wanatokana na vyama vya siasa au vinatokana na siasa, na ndio sababu nimeona yale maswali pale akisema kwamba nyinyi wanasiasa ndio mnaokuja kuomba ridhaa kwetu kwa viongozi wa kwamba kusimamia jinsi gani tutaishi katika jamii yetu ili tuweze kuishi kama ilivyonuiwa katika uumbaji. Kwa hivyo ndio maana nasema kwamba hawaamini kwamba katika dini yoyote ile kwamba mtu anaumbwa ili awe na maumivu katika jamii yake. Kwa hivyo naona sasa maumivu haya yanatokana na viongozi wetu, ambayo yanatokana na yale ukosefu wa maadili, ukosefu kama nasema ni uzalendo, uwazi na nini, kwa sababu nakuja kwa ni swala la utawala. Na watu wakijua kwamba katika utafiti naonesha kwamba Tanzania na bara la Afrika ndio lililobarikiwa zaidi kuliko sehemu nyingine yote duniani, lakini papo hapo Tanzania na Afrika ndipo mahali wengi ambapo nasema ni maskini. Maskini tukimaanisha si kwamba kukosa vitu tu, bali ni kwamba maskini ambao hawapati haki zao za msingi, haki za msingi kama kuwa na chakula cha kutosha na chakula bora, kuweza kuwa na malazi, kuweza kujikinga yenyewe binadamu waliomo, kuweza kujikinga na hali ya hewa. Okay? Hayo ni ya msingi, hasa ukianza na lishe na mahali pa kukaa. Kwa hiyo sasa unakuta kwamba bila ya kuwa na hayo, ambapo ndio wengi wanayozungumzia, alafu tunaanza kuzungumzia mambo mengine ya demokrasia na hali kadhalika. Kwa hivyo unakuta kwamba yote haya nani anayesimamia kuhakikisha kwamba tuna lishe ya kutosha, tuna pengine maji safi na salama? Ni wale viongozi, na viongozi wanatokana na siasa, na ndio sababu naona kwamba hapa kuna uhusiano kuhusu haya maswala ya kiuchumi pamoja na maswala ya siasa ambayo ni uongozi. Nilikuwa naona Bwana Samuel alikuwa anataka kusema kitu. Kulikuwa na swali kwa mfano inauliza, na tuko bado hapo, anasema kwa sasa elimu na huduma za afya zinaligawa taifa kwa misingi ya walionacho na wasionacho, hali wasionacho wakiwa na mazingira magumu kimaendeleo. Je, ilani yenu inaongeleaje huu mgawanyo? Kwa hiyo bado tena tuko pale pale, wanaiona kwamba hii bado inadili na utaifa, kwamba je, kuna tabaka, kwamba kuna wananchi ambao wanaonekana kwamba ndo bora zaidi au ndo wenye nchi na wananchi na wenye nchi na wananchi. Kwa hiyo mgawanyo huu unaonaje? Ni kwamba nilisema tangu mwanzo, na ndio maana nimesema ilani ya chama chetu cha ADC imekuja kuwa ya kipekee kabisa, kwa sababu haisemi kama tutaongeza madarasa, tutajenga barabara, si tutajenga hospitali. Hapana, ilani yetu imesema tatizo kubwa linalolalamikiwa na wananchi sio barabara, sio hospitali, sio maji. Tatizo ni mfumo, kwa maana kuanzia mfumo wa serikali, nilisema na vyombo vyake vyote vinavyosimamia utekelezaji wa sheria. Sasa ukija katika masuala ya uchumi, aina ya uchumi ambao tumechagua, kwa mfano zamani tulikuwa kwenye mfumo wa uchumi wa kijamaa, baadaye tukafanyia marekebisho, lakini bado mfumo wa kijamaa, njia zote kuu za uchumi zilishikwa na serikali.
mwananchi huyu hakuwa na sauti juu ya uchumi wake, wala hakuwa na mamlaka ya kupanga uchumi wake, wala hakuweza kuenjoy uchumi wake. Lakini sisi chama cha ABC tunakuja na siasa shirikishi, tunasema social democracy. Siasa hii ni siasa ambayo itamshirikisha mwananchi kushiriki kusimamia njia kuu za uchumi wa nchi yake. Atashiriki kupanga, atashiriki kusimamia, na atashiriki kutekeleza. Na ndio maana kwamba kuna lugha wanasema kwa mfano ku institutionalize. Maana yake ni kwamba yani yule mtu ajisikie anahusika moja kwa moja. Kwa mfano nchi inapoongozwa, basi ajisikie na yeye ni sehemu ya uongozi wa nchi. Nchi inapofanya maamuzi, ajisikie na yeye ni sehemu ya maamuzi ya nchi. Lakini isiwe kwamba nchi ni ya watu fulani, wao ndio wanapanga, wao ndio wanaamua, na wengine wanakuwa wapangaji katika nchi yao. Kwa hiyo chama chetu ndio maana tunafuata mfumo wa siasa ya haki. Maana kwamba pande hizi mbili zote, upande wa serikali itekeleze majukumu yake bila kumdhuru, bila kumuumiza huyu mwananchi wake, ili mwananchi naye aipende nchi yake, aweze kuipa ulinzi nchi yake. Ni sawa sawa. Bwana Rajab, kwa upande huu wa kiuchumi hatuhitaji sana kuingia ndani kama tulivyokuwa tumesema kwamba kwa upana wake, lakini bado inaonekana kwamba tunavyozungumzia uchumi kwa wengi, hasa vijana, tunazungumzia pia swala la ajira. Kwa hiyo kuna bado ile kwamba kama mtu hana ajira, anakaa mwenyewe nyumbani au anakaa kijiweni anasubiri aweze kupata ajira, hapati. Ile frustration inaweza kupelekea kwamba akaona kwamba hana manufaa kama sehemu ya jamii, lakini pia anaweza kaona kwamba labda jamii yenyewe imemtenga au haimpendi. Sijui kwa upande huu katika kujenga uzalendo umeona vipi uhaba huu wa ajira? Kwa maana hiyo, ile hospitali kwa mfano ya Amana Temeke, kwa nchi zilizokuwa tulivyokuwa na madini na vitu vingine, zile hospitali zingekuwa ni hospitali za kata, sio za wilaya. Kwa maana watu Dar es Salaam wako milioni 5. Sasa hospitali imejaa, ukifika pale unakaa foleni, unafika mimi ninaumwa, tena daktari anakuona uvivu, hakupimi, anakuambia una malaria. Ukifika pale nenda dukani pale, yule mtu anapewa Panadol, anarudi, anazidi umefika wakati mpaka ule moyo wa mapenzi ya nchi unakufa. Na akiangalia huku juu kuna watu wanaiba hivi, wanaiba hivi, wanaiba hivi, wanaonekana mpaka wanatoka, wanafika wakati wanazungumza, nafuu ningezaliwa mbwa Ulaya kuliko kuzaliwa binadamu. Sasa yule keshafikwa na jazba. Sasa watu namna hiyo, ukiendelea kwa mfumo huu utakuja lipuko moja kubwa sana katika nchi ya Tanzania. Sasa sisi tunavyokuwa katika vyama pinzani tunasaidia kuwaelewesha waliokuwa madarakani, jamani, huko mneko kwenda siko, fanye hivi, lakini watu hatuelewi. Kwa maana hiyo, hata hii mambo ya elimu, unaambiwa elimu bure. Ukipiga mahesabu, hii darasa la kwanza mtoto akiingia shule tuition kwa mwezi inachukua 8,400 kwa 300. Hela ya mlinzi. Kwa nini mimi mzazi nitoe hela ya mlinzi ikiwa shule ni iko chini ya serikali? Umeelewa? Iko chini ya halmashauri. Kwa maana hospitali ya Amana
ina mlinzi. Kwa nini shule mimi mzazi nitoe hela ya mlinzi? Mimi kazi yangu kwa mwanafunzi mzazi ni kumpa uniform, kumpa chakula, kumpa madaftari. Anakwenda shule anasoma, anachukua mkoba wake, anarudi nyumbani. Anacholindiwa shule ni nini mpaka mimi nitoe hela ya mlinzi? Hili nimechangia kwa hoja hii. Ni sawa sawa. Sasa labda mimi nieleze kwa upande wangu kitu ambacho kilikuja kunishangaza wakati tulipokea awali, kabla kipindi kuanza, tulikuwa tuna maswali, alafu kipindi kilivyokuwa kinaendelea nikakuta kwamba kuna maswali ambayo yanakuja, na tuliuliza tukisema kwamba maswali mengi yalijikita, so yote lakini mengi yalikuwa yamejikita, ni hili swala la kutoweza kuona kwamba kuna tofauti kati ya kuwa na vyama vingi, kuvunjika kwa amani na uzalendo. Yaani hivi vitu vilikuwa kama ulivyokuwa umesema dada, kwamba mtu anaasumu. Kwa hiyo mtu anaasumu tu, anasema kwamba uvunjifu wa amani kwa sababu ya vyama vingi. Sasa kulikuwa na swali ambalo limekuja linajikita kwenye eneo hilo, lakini iko tofauti kidogo. Inauliza hivi, na ameulizwa Emmanuel Kachele, yeye ametuma email, amesema inawezekana kukosekana kwa mgombea binafsi kumewanyima haki wa Tanzania wasiopendelea siasa ya vyama? Na yeye anaandika kutoka Mpanda, Katavi. Je, hili swali mnalionaje, kwamba labda ni kwa sababu jinsi mfumo ulivyo ni vyama vya siasa tu ndio vinaweza vikasimamisha mgombea kuanzia udiwani mpaka urais? Sasa je, hii ndio inaweza ikawa ni sababu kwamba vyama vinajenga, wanasema mwelekeo fulani, kwamba sisi kama chama tuko tofauti, tunajikuza kama chama kwamba sisi labda ndio bora zaidi, inaleta uhasama? Au kama kuna wananchi wanataka labda wanashauku kuwe na wagombea binafsi? Mnaona kwamba kuna uhusiano hapo? Ya, ndio, na niseme kwamba hiki kimekuwa kilio cha watu wengi, pamoja na kwamba watu tunaenda kwa mazoea kwamba kila mtu anayetaka nafasi katika cheo fulani au katika kuwa kiongozi kwa kupitia taratibu zilizowekwa lazima pita vyama vya siasa. Hayo ni makosa makubwa sana, na mmojawapo ya watu ambao walipinga sana kumnyima haki ya kuwaongoza wengine, haki ya kuchagua na kuchaguliwa, mojawapo aliyewapinga sana alikuwa ni Mwalimu Nyerere. Pamoja yeye alikuwa anaongoza katika mfumo wa chama kimoja, bado yeye aliruhusu mwananchi aweze kugombea kama mgombea binafsi. Kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya kila Mtanzania. Ili uwe kiongozi unahitaji tu kuwa raia, kuwa na akili timamu na vilivyo, lakini si lazima utoke kwenye chama cha siasa. Mimi nasema vyama vya siasa si tu kwamba vimewafungia mule ndani, lakini vimewafungia wengi nje ambao wana uwezo kuzidi hata walioko ndani ya vyama vya siasa. Nashukuru pamoja na mambo mengi ambayo yalitolewa katika katiba inayopendekezwa, lakini kile kitendo cha angalau kuruhusu kwamba tuwe na ugombea binafsi ni jambo jema sana. Na mimi nasema sio mgombea binafsi huyo, anakuwa ni mgombea huru, kwa kuwa sisi tume yetu ina utaratibu. Lazima uwe raia, lazima uwe na wadhamini. Mimi ningependa sana, kwa mfano, jimbo ambalo nagombea ubunge la Busokelo, ningewawakilisha wana Busokelo wote, wenye vyama na wasio na vyama, niwakilishe wote, na si ni wagawe watu kwa misingi ya vyama. Na nikwambie, tumepinga ubaguzi wa ukabila, tumepinga ubaguzi wa kidini, tumepinga ubaguzi katika matabaka mbalimbali, waliosoma na ambao hawajasoma, lakini ubaguzi wa vyama vya siasa ni mbaya sana na umeleta vita nyingi katika Afrika. Tunachukiana kwa msingi ya vyama. Vyama vinakuja na kuondoka, taifa letu litabaki. Na kama kuna chama kizuri cha siasa, basi ni taifa letu. Sawa sawa. Karibu sana. Mimi nilikuwa nafikiri kwamba isingekuwa rahisi mtu aje kupigania nafasi ya kisiasa, sasa political position, bila kuwa yeye kwa siasa. Kwa kama kuna mtu anafikiria kutafuta nafasi kama mgombea huru, basi ni mwanasiasa, kwa sababu ni siasa. Uweze kugombania usipokuwa mwanasiasa. Vile vile uweze kupigania hiyo nafasi ya kisiasa bila kuwa na political ideology. Sasa ni itikadi gani itakusimamisha wewe? Ajenda zako za kisiasa utaziwekaje kuzipeleka serikalini? Mimi nafikiri jambo la uelewa tu, kueleweshwa tu watu kwamba hizi ni nafasi za kisiasa zinapatikana tu, hata waseme mgombea huru au nani anafanya shughuli ile ya kisiasa. Isipokuwa na siasa sio lazima iwe. Kwa mfano mmoja, hata chama changu cha ADC, umeniona kwa mfano hata yanapoulizwa maswali namna ninavyoyajibu mimi,
mimi nayajibu kitaaluma, siyajibu kwa namna ya mazungumzo ya kisiasa. Mimi nataka kueleza jambo kwa kitaaluma, kila mtu alisikie. Sitaki kuzungumza kwa maana ya kuzungumza kisiasa. Hii mazungumzo yetu ya kitaani, hii itajenga uadui. Ni kweli. Kwa hiyo maana kwamba siasa ni kuweka zile principles za kisiasa ambazo ndio misingi ya kujenga siasa na uongozi wa nchi. Tuna kama dakika 10 tu ambayo imebaki. Kulikuwa na swali ambalo limetoka kutoka kwenye mitandao, lakini pia nikaikuta kwenye ukumbi. Ilikuwa inaulizia swala ambalo ni umoja wa wapinzani, na hapa nitawachokoza kidogo kwamba katika utaifa wanasema hata vyama vyenyewe vya upinzani baadhi mmeungana kwa chini ya Ukawa, lakini wengine hamjajiunga. Sasa wanasema sasa hata huko kwenye upinzani kwenyewe hamuonyeshi umoja wala hamuonyeshi utaifa. Naona unasema unataka kujibu sana. Napenda sana kuzungumzia mambo yanayohusu vyama vingine kwa sababu si shughuli inayohusu. Ni kweli, lakini inakuhusu sasa kwa sababu hiyo swali. Miungano ya vyama iko ya aina mbili. Inaweza wakafanya alliance, tunasema wanaweza kufanya coalition. Hiyo ni aina moja ya kuunganisha vyama. Lakini namna nyingine unafanya tunasema bipartisan electoral agreement. Kwa maana kwamba unaingia mkataba tu wa kuunganisha vyama vyenu kuingia kwenye uchaguzi ukitumia bendera moja tu ya chama kimoja. Sasa hapa kwetu kwa mfano kumetokea makubaliano, ule sio muungano, yale yanaitwa makubaliano ya ushirikiano, sio muungano wa vyama. Kwa hiyo ina maana kwamba hayo makubaliano ya ushirikiano mpaka na wewe utake kushirikiana nao, na lazima uangalie itikadi yako inatosha kushirikiana na wao. Ndio tunatofautiana kwenye itikadi. Kwamba unaona hata ndani ya Ukawa mimi nagombania bunge jimbo la Segerea. Lakini ndani ya jimbo la Segerea kuna Ukawa wawili, kuna chama cha Kafu na chama cha Chadema. Kwa sababu wale watu itikadi zao tofauti na wameshindwa kukubaliana. Mwisho wa siku wote wanasimama. Sawa, labda nikuulize sasa dada, kwa sababu uko ndani ya hiyo coalition ambayo tunaizungumzia. Okay. Ndio kwamba tunajua kwamba mahali popote pale penye kundi la watu lazima tofauti ziwepo. Hii ni kwamba kila chama cha siasa nia yake ni kushika dola. Lakini tumeona kwamba hivi kutokana na katiba yetu na historia yetu kwamba ilivyobadilika kutoka kwenye chama kimoja kuingia kwenye chama kingine, ule hawakuweka msingi ya kwamba vyama vyote viwe sawa. Ikaendelea na kile chama tawala ambacho kimekuwa na nguvu, na sasa unakuta chama tawala si tena chama cha siasa bali ni chama dola. Unakuta kwamba serikali inaingiliana na kile chama cha siasa. Ukitizama kwamba wakuu wa mkoa, wakuu wa wilaya wana ni sehemu ya chama cha siasa na huku pia ni sehemu ya serikali. Hasa watakuwa ni waaminifu kwa nani? Kwa hiyo inaonekana kwamba haitawezekana kwamba chama kingine chochote kikapata hiyo nafasi. Wananchi wakasema tumechoka na hiki chama, tunaomba nyinyi mshirikiane. Lakini chini ya mazingira tulionayo tunaona kwamba ni vigumu, hakuna nafasi, hakuna muda wa kuweza kutengeneza chama kimoja. Na kutengeneza chama kimoja ili tuweze kwenda kwenye uchaguzi tunahitaji muda ili tuweze kuaminiana. Hakuna kitu cha msingi katika kufanya kazi pamoja kama si kuaminiana. Kwa hivi basi japo tushirikiane tugane hivi, lakini unajua muda huu mfupi unaleta vyama si swala la itikadi hapa. Ni kwamba hawa wagombea walikwisha jitayarisha kwa miaka 5. Leo Maria, ulijitayarisha, umewekeza, kwamba kuwekeza not investing, lakini kwamba umetumia rasilimali zako, muda wako kuweza kuwaelimisha watu na kushawishi watu pengine wagombee. Hasa watu wanne wanakuja sasa, mimi ndio bora, mimi ndiye bora, mimi ndiye bora. Mnaamua namna gani? Na wakati huo kwamba hili jambo tungekuwa tumelianza miaka 5 iliyopita, tungesema basi sisi tunawaachia chama hiki, mtayarishe mgombea baada ya miaka hii 5, lakini tumekuja kufikia hapa mwisho. Kwa hivi hili ni swala la kawaida tu la makubaliano na maridhiano. Ule utaifa na uzalendo tunaozungumzia, kwa nini mtu siseme basi wacha mimi nikose aje mtu mwingine, lakini alomradi tushinde? Hasa ndicho hicho kwamba vigezo mnavyovitumia kwamba tunamwachia nani mwingine, tunakubaliana kwamba nakutana kuna sehemu nyingine kwamba hakuna chama chochote ambacho kinajiona kwamba chenyewe ndio chenye mtandao mkubwa, tutasema pengine wewe uchukue. Lakini katika kusema ngoja mimi nichukue, unakuta kwamba yule ambaye anakuja kuomba sasa ridhaa ya kusema ngoja nigombee, unakuta ni wa chama kingine. Kwa hivyo vitu hivi na tusema kwamba mwanzo inakuwa ni mgumu, lakini hakuna kitu ambacho hakina mwanzo wake sio mgumu. Kwa hivyo kwa kweli ningeomba Watanzania waipongeze Ukawa wa kazi ambayo tumekwisha kuifanya kwani hapa ni mwanzo. Hata Mwalimu Nyerere katika
katika kutetea taifa na kutaka uhuru hapakuwa rahisi, lakini mimi na wapongeza wote katika UKAWA kwa kuwa na ile nia ya kusema kwamba tuweze kushirikiana, japo patakuwa na changamoto, lakini kwa manufaa ya taifa na kwa umoja wetu na kuweza kuleta maendeleo na mabadiliko. Huu ndio muda wenyewe, na ndivyo hivyo kwamba changamoto zilizoko naamini si kubwa, kwa sababu tumeona umati mkubwa wa kihistoria ambao wamekutana zaidi ya mara 3 mara 4, lakini hapajatokea fujo yoyote. Tanzania wana nia kweli kweli ya kuleta mabadiliko, wakiamini kwamba lazima hivi vyama vingine vya siasa vikiingia madarakani vitapata haki au vitapata nafasi ya kubadilisha katiba ambayo haijaweza kusimamia usawa wa kisiasa, na ambapo tukiweza basi kuwa na hiyo katiba mpya itavunja mfumo huu, mfumo kandamizi au mfumo dola, na pengine hapo tutaweza kuwa na demokrasia ya kweli. UPDP haijiunga pia kwenye maelewano haya, au tuseme coalition au tuseme muungano. Ni chama cha siasa nipo muda mrefu tangu 97. Kwa maana hiyo si mtu maarufu sana kuna nini, lakini ni mfuatiliaji. Ndio. Na sehemu nyingi za maamuzi, kwa sababu niko katika ujumbe wa halmashauri kuu na nini, na ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam. Ndio. Na kwetu wenzetu wa vyama vikubwa vya juu wanakuaga hivi vyama vilivyokuwa vya chini uvizalau. Kwa sababu dharau ilianza bungeni, kwa sababu kulikuwa tuwe na kitu kimoja kule bungeni, bunge la katiba au bunge la katiba, umeelewa? Sasa wakawa wameitana vyama vitatu vinne, vyama kwa hivi vingine kama UPDP walikwenda kutoa ushauri kama jamani, hili lengo la serikali tatu sawa, sisi tuling'ang'anie lifanikiwe, umeelewa? Lakini ikaenda nilivyoona kuna nani mtofahamu pale, wale wakubwa wakasema sisi tunatoka, umeelewa? Hivi vyama vidogo kama UPDP nani nyinyi mna ushawishi, msitoke, mkikao humu ndani mtafanya ushawishi mkubwa, na zile kulikuwa na zile kula, mkitoka mtazipunguza zile kula mtapata asilimia. Nyinyi bakini mfanye ushawishi ili tufanikiwe hili jambo. Kwa hiyo tusemani, kwa hiyo chimbuko tuseme, kwa sababu chimbuko la UKAWA ni kule bunge la katiba, na hata hii kukosekana kwa huu muungano kwa baadhi ya vyama kujiunga inatoka huko kwenye bunge la katiba. Baada ya kunani wale wakatoka, ikabidi vyama vingine vibaki UPDP na nini ikaendelea, kwa maana walimezwa na CCM kwa sababu walikuwa hawana wale mihimili mikubwa. Sisi kafu nani Chadema, NCCR ni mihimili mikubwa ya juu. Sasa walivyotoka ndio wakawa na ule muungano wao. Sasa kama mmetoka mmekuja huku na ile jambo limefanikiwa na ni rasimu imetoka ya katiba, waiteni hawa wengine. Lakini wao wanasema, mimi kwa kuwasikia wanasema ninyi hamna watu. Sasa kama hakuna watu, umeelewa? Umoja, watu wana wingi, wanaanzia watu wawili kwenda mbele. Umeelewa? UPDP inaweza ikawa na watu 10, 15, 16 au 20. UMD ikawa na 15, 16 watu 20. Ukiunganisha ile vyama vyote kuna watu 100. Umekosa nini? Kwa maana waiteni watu wote, mkae kwa pamoja, mkubaliane. Hii singekuwa tatizo, lakini kama ukuitwa wewe utakwenda vipi? Kwa hiyo kabla hatujaendelea kuweza ni true it's not true au kitu gani kiliongelewa, niulize ACT wazalendo hamkwepo wakati ule kwenye bunge la katiba kama ACT. Sawa. Kwa hiyo mimi naweza kusema you are newcomers, you kids on the block wanasema kwa Kiingereza, yani nyinyi wageni, mkija pale mnakuta kwamba huyu alisema hivi na hivi kilitokea. Lakini je, mnaona kuna umuhimu wa kuungana kama vyama vya upinzani kwa ujumla? Naam, baada yetu ya kuanzishwa ACT nadhani sisi ndio tulikuwa tumeandika barua ya kuomba kuungana na kufanya kazi pamoja na UKAWA. Na haikufanikiwa. Tulipaswa tujibiwe sasa na watu wa UKAWA, kwa sababu tunapenda huo muungano, tunapenda kushirikiana vyama, kushirikiana kwa sababu kinachotuunganisha zaidi ni taifa. Pamoja na kwamba tunaweza tukawa na itikadi tofauti, lakini taifa letu pia
ni jambo ambalo linapaswa kutuunganisha. Na jambo la ajabu kabisa, kuna mambo mengi yanayotuunganisha kuliko yanayotofautisha. Ukisoma ilani za vyama, ukisoma sera za vyama, inavyozungumzia maji, inavyozungumzia elimu, tunatofautiana mambo. Ukisoma hata katiba, mambo mengi yanatuunganisha kuliko yanayotofautisha. Lakini tu niseme tu kwamba kuna vitu ambavyo ni vya msingi ili mtu uweze kufanya kazi. Mwanadamu anahitaji kuwekewa miko ya uongozi na miko ya viongozi. Hatutaki kupeleka tu kwamba ili tuwaondoe CCM madarakani. Hapana, unambadilisha mtu wa aina gani? Anafuata miko ipi? Ni vitu gani? Sasa hivyo vingi naona ni mwiba, sababu sisi tunaamini kwamba kiongozi yeyote ule anaitokana iwe na muungano au na ACT, ili kuweza kupambana na ufisadi ni lazima weke mipaka na miko. Sasa mwingine hapendi kwamba akiwa kiongozi awe rais au mbunge asiwe mkurugenzi katika shirika lolote. Sisi tunasema ni jambo zuri. Kwa tunajaribu kufufua miiko ya Mwalimu Nyerere. Ni nani? Wengi hawako tayari kwa sababu walifunika. Sasa nitakuja kumpa nafasi dada, maana naona wote mmeelekeza kwake, lakini naomba tu nichukue kutoka kwako kukuwa na kitu cha ziada, alafu nimwachie dada amalize, maana nataka tufunge na swali la mwisho. Sasa nilikuwa nataka nisaidie ndugu yangu hapa kutoka chama cha ACT, chama cha kijamaa. Kwamba serikali ni system, ni mfumo, na haiwezi kusimama kwa mguu mmoja, lazima iwe na miguu yake yote mitatu. Na wanaoitengeneza serikali ni vyama vya siasa, na vyama vya siasa haviwezi kusimama kwa mguu mmoja. Kikao kimoja kimesimama kwa mguu mmoja, na siasa inatakiwa kuwa ni mfumo vile vile wa vyama tofauti vyenye itikadi tofauti, yaani kwa maana kwamba hawa watu watakuja na mitazamo tofauti, wote wenye nia ya kujenga nchi moja. Sasa hili ndio nilikuwa nasema kwa pamoja kwamba viko vyama vinakuwa vinaungana, lakini ni vizuri, kwa mfano chama kama cha kwangu cha ABC kina mitazamo tofauti na kinakuja na siasa ya aina ya kipekee yake. Maana yake nini? Kwamba ikiwa CCM wamepata kura nyingi na Ukawa wamepata kura nyingi, lakini kuwe na kura yangu mimi nitakayoamua. Kwa mfano ikiwa jambo zuri liko upande wa CCM, kura yangu iamue kwamba nitasupport hili jambo zuri kwa ajili ya wananchi. Jambo zuri liko upande wa Ukawa, kura yangu itaamua kwamba nitasupport Ukawa jambo hili kwa ajili ya faida ya wananchi. Lakini ikiwa hivi vyama viwili hakutakuwa na kazi itakayofanyika bungeni, ni kushindana tu. Kwa kumalizia tu kidogo, ndio nilichosema, yanayotuunganisha ni mengi zaidi na mazuri kuliko yanayotofautisha. Sasa labda tu kwa sababu of course kama unavyofahamu, wanasema katika tukio lolote kuna mitazamo tofauti. Kitu kile kimetokea, ukimuuliza mtu ambaye alikuwa amekaa mbele kwenye gari ataiona kwamba imetokea tofauti na yule ambaye amekaa nyuma. Lakini labda tu kuhusiana hili ya muungano wa vyama, je, unafikiri kwamba kwenda mbele sasa hivi nadhani mambo yameshaamuliwa, lakini baada ya uchaguzi, bila kuangalia matokeo ya uchaguzi, kuna uwezekano Ukawa kuwahusisha vyama vingine vya upinzani ili kuweza kukuza na kuwa kubwa zaidi? Okay, kwanza Maria, naomba kwamba nichukue nafasi hii kwamba kwa sababu huu sio muungano bali ni ushirikiano. Na naomba pia kwamba kidogo watu hawaelewi Ukawa ni nini. Ukawa ni umoja wa katiba ya wananchi. Kwa hivyo kuna Ukawa aina tatu. Kuna Ukawa ya kwanza ambayo kwamba iliundwa na wale wa bunge la katiba ambao walikuwa hawakubaliani na ule mchakato ulikuwa unaendelea. Kwa hivi wale wengi hasa wakisimamia swala la muundo wa serikali tatu. Kwa hivi kuna huo Ukawa ambao waliamua kutoka. Kwa hivi wale waliobaki kule ndani ni kwamba tunakubaliana na huu mchakato. Wale ambao walitoka sasa hatukubaliani na huu mchakato. Baada ya hapo, baada ya swala hili lote la bunge la katiba lilivyoisha, pakaja sasa kwamba kuna Ukawa ya pili. Vyama vya siasa ambavyo havikubaliani na ule mchakato uliotumika katika kumalizia ile katiba. Sasa hao tayari ni vyama vilivyo tofauti na wale waliokaa mle ndani na kukubaliana na kusema hii ndio ni mchakato wenyewe, hata kama walipigia kura hapana au ndio, lakini mchakato wenyewe ulikubali. Okay? Kwa hiyo sasa kwamba inaonekana kwamba kama kweli mlikuwa mnataka kusimamia katiba ya nchi na mawazo ya wananchi,
mngefanya hivi. Kwa hiyo sasa hapo inaonyesha kwamba kitendo chako tunakitilia wasiwasi. Kwa hivyo lazima iwepo kazi ya ziada ya kuhakikisha kwamba naomba mniamini. Unajenga vipi trust? Trust is very very important. Sasa kuna kuja UKAWA ambao ni wananchi, aidha wako kwenye vyama vya siasa au hawako kwenye vyama vya siasa, lakini sauti yao ilimkuwemo katika maoni yao ya katiba. Kwa hivyo sasa hapa hizo aina. Kwa hivyo unapoona huu umati kubwa nje ni UKAWA wananchi, ambapo sasa UKAWA vyama vya siasa vinaratibu hilo. Kwa hivyo sasa hapa unaona kwamba jinsi hii UKAWA ilivyozaliwa ni kusimamia mawazo ya wananchi. Sasa kama wewe unasimama kusupport mawazo ya wananchi yaliyotupwa nje, sasa tunaweza kufanya vipi maamuzi? Yani tunaweza vipi kujenga ile trust, ambapo kwamba hili swala la trust ni very very important. Na ndio ambacho tunaona kwamba hii kuaminiana ndio inatatiza. Kwa hivyo sasa katika kusema kwamba hilo nilikuwa nasimamia kwamba kusema kwamba UKAWA ilikataa, hapana, jinsi UKAWA yenyewe ilivyozaliwa. Kwa hivyo sasa kwamba ukitizama pia kwamba kama kwa sababu ya vyama vya siasa kutokufuata tengine maadili mengine ya kisasa na kutumia lugha isiyo sahihi, ukishamchoma binadamu na neno inakuwa ni vigumu kweli kukuamini. Kwa hivyo ndio sababu unakuta kwamba haya matusi ya namna hii, hata unakuta kwamba hata viongozi wa juu wanajisahau tusi maana yake nini, neno baya maana yake nini. Kwa hivyo unakuta sasa hapa inapunguza ule uaminifu. Kwa hiyo kwa sababu muda umeshapungua, nataka tu ni conclude kwa sababu kuna swali moja muhimu. Tukiangalia, tumerudi kwenye ule utaifa. Kuna swali ambalo limekuja hapa na nimeliona kwa njia tofauti, lakini hapa inauliza kwamba ikitokea chama chako kimeshindwa, sio kimeshinda, kimeshindwa uchaguzi, ni sera gani kuhusu ajira chama chako kitazipigania? Lakini mimi ningetoa ile tu sera ya ajira, kwamba ni sera zipi ambazo hata au ni sekta gani ambazo mtasema hata mimi nikibaki kuwa chama pinzani sitashinda, lakini kwa bunge wetu, madiwani wetu na sisi sote tutajikita katika mambo fulani. Kwa nini nasema mazungumzo haya tumezungumza na naisikia hata pamoja na kwamba na tofauti zetu kwamba kinachotuunganisha ni kubwa kuliko kinachotutenganisha. Kwa hiyo kuna sekta gani ambayo mnasema hata nishinde mimi kama chama ambacho kinataka maendeleo ya Tanzania nitakisimamia, na ambacho pia kitajaribu kuunganisha nchi kwa pamoja? Mwakatobe. Naam, nashukuru, lakini kulikuwa na tricky question iliyotangulia nifafanue kidogo. Mimi nafikiri kidogo sana ni kwamba watu waliongoza sana kukubaliana na mchakato wa katiba ni wana CCM. Na hao wana CCM wengi ndio ambao wamehamia UKAWA. Sasa sijui inakwaje. Ni tricky question. Nakuja hilo. Na mimi siamini kwamba siasa ni wakati wa uchaguzi. Kufanya kazi kwa ajili ya nchi ni kwa wakati wa uchaguzi. Kuna falsafa moja ambayo mimi naiamini, nasema kwamba kampeni kubwa kuliko zote ni matendo yako unayofanya kabla ya uchaguzi. Matendo yako kabla ya uchaguzi yana nguvu sana wakati wa uchaguzi. Ndio nasimamia ulichokifanya. Sisi tu baada ya uchaguzi lazima tunaanza kupigania hifadhi ya jamii kwa watu wote. Wafanyakazi wachache sana, takribani 6% ndio ambao wana hifadhi ya jamii. Vipi wakulima zaidi ya 70% wanaolilisha taifa letu, wanaolima vyakula, na pamoja na kupata kidogo walichopata, lakini mrejesho wa nguvu zao, anapozeeka nani anamjali? Hana mafao, hawezi hana hifadhi ya jamii mahali popote, kutibiwa lazima jigaramie, awe ni mvuvi awe ni mfugaji. Tunataka, ndio maana tunazungumzia kwamba usawa. Unapozungumzia usawa unahakikisha kwamba miundombinu na mazingira ya kumfanya mtu afurahie sera za kitaifa yawe kwa watu wote. Kwa hiyo hayo yanaanza sasa, na baada ya uchaguzi, kabla ya kufanya uchaguzi. Siasa sio za msimu, sio kutafuta vyeo. Siasa ni kupigania na kutafuta maendeleo hata kama huna cheo. Sawa. Dada, kwa upande wenu kuna kushinda na kushindwa. Mkishindwa ni kitu gani ambacho bado itakuwa ni muhimu kwenu? Sisi kwetu, kwa sababu tulikwisha kama UKAWA, ushirikiano wa UKAWA, kwa sababu tulikwisha kuzindua na mgombea urais wetu alisha kusema kwamba ilani yetu ni nini, yeye akasimamia kwamba
kuna vitu vitatu vikuu muhimu ambavyo cha kwanza ni elimu, cha pili ni elimu na cha tatu ni elimu. Tukija kwenye NCCR Mageuzi, tumeonekana waziwazi tumesimamia swala hili la elimu kwa muda mrefu ndani ya bunge na nje ya bunge. Kwa hivi kwa kifupi tu ninasema kwamba tutasimamia elimu, tukimaanisha kwamba kwa kupitia mfumo wa elimu na kuboresha mfumo wa elimu tutawawezesha Watanzania kujitambua wao ni kitu gani na nafasi yao hapa duniani, ya kuweza kufurahia nafasi yao na kuweza kumheshimu Mungu na kuweza kufurahia yale tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunasimama katika elimu, elimu, elimu. Asante sana dada Rajab. Kwa upande wa chama cha UPDP ikishindwa, sisi sera yetu ni ardhi. Ardhi ya Tanzania hivi sasa inapolwa. Kwa maana hiyo hata watoto waliokuwa wadogo sijui kuna sehemu gani watakuja kukaa au kulima, kwa sababu wawekezaji wanakuja wanaonana na serikali iliyokuwa madarakani, wanachukua ardhi ya Tanzania, na viongozi hususa wa juu, watu wana heka 50, 60, wewe unachukua heka 50, 60. Hawa watoto wanaozaliwa watakuja kukaa wapi? Kwa maana hata tukishindwa, tunataka kuipambana ardhi ya Tanzania isiwe shamba la bibi, kila mtu anakuja anajichukulia, na tunapigania sisi ardhi isimilikiwe na serikali, itoke serikalini warudishiwe wananchi, sehemu walipojenga, sehemu wanapolima awe ni ana hati yake miliki, kwa sababu hati miliki ya hivi sasa ni hati miliki ya kizanalia. Kwa maana mtu anapotaka serikali kupachukua, wewe anakuondoa sehemu uliojenga nyumba milioni 10 anakupa milioni 2. Sasa kwa maana hiyo sisi tunapigania ardhi ya Tanzania isichukuliwe na wageni kwa ajili ya vizazi vinavyokuja. Asante sana. Kwa kumalizia, Bwana Samuel ADC. Wasiwasi wangu mwenyewe kama ndugu yangu pale alikuwa anasema ukawa na wapo CCM ndio alikataa katiba pendekezwa wakiwa ndani ya CCM, lakini leo wame offload kwenye Ukawa. Wale walikataa offload. Turudi kwenye sera. Si wote waliokataa. Ilikuwa ni kura ya siri. Ilikuwa ni kura ya siri. Wasiwasi wangu kwa hivi yaliyofanyika Kenya kuiondoa KANU, afu leo KANU anatawala tena, asije kafanyika hapa. Naiondoa CCM kwa mlango wa mbele, anatawala kwa mlango wa uani. Hakuna chama kinachoitwa Ukawa. Hakuna chama cha Ukawa. Sawa sawa. Lakini hebu tuendelee. Turudi kwenye hiyo sera kwamba mkishindwa, nimeshaelewa. Lakini mkishindwa, kwa sababu kuna kushinda na kushindwa. Uchumi shirikishi. Kwa hiyo kwamba sisi tatizo la ukosefu wa ajira ndio tumeliona sana, na hivi sasa tunatengenezea miundombinu, tunajenga infrastructure ya kushughulikia swala la ajira za vijana baada ya uchaguzi. Na ndio maana kwamba tumeeleza mara nyingi, ilani yetu imeelezea juu ya kufanya marekebisho ya mifumo tu, pamoja na mfumo wa elimu, mfumo wa ajira, mfumo wa afya. Yaani mifumo yote ina matatizo. Malalamiko ya wananchi hawa ni kwa sababu ya hii mifumo tu. Ina maana serikali iliyoko leo ni gari lisilokuwa na taa na gia zake haziingii. Kwa hiyo lile gari hata umtoe dereva au mtu mwingine litaingia shimoni, tulitawaua watu. Lile gari halina taa. Na ndio maana sisi tunataka kutengeneza mfumo tuweke gari yenye taa na gia zinazoingia. Asanteni sana, na kwa sababu muda umetutupa mkono, basi hatuna budi kwa leo kuwashukuru sana wawakilishi wa